Siku tatu za ziara ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo inahitimika hapa katika kiwanda hiki cha sukari cha Mtibwa Sugar hapa wilaya Mvomero mkoani Morogoro, ambapo amefika hapa na kuzungumza mambo mengi sana, lakini pia akiambatana na ujumbe kutoka Mamlaka ya Usimamizi Maeneo Maalum ya Kiuchumi Tanzania TISEZA. Tumepewa lengo na mipango yetu na Mheshimiwa Rais ametuelekeza kwamba tufike mara tujitosheleze katika mahitaji ya msingi katika nchi. Ukiacha chakula huko na nini, mazao matatu ya haraka, la kwanza namba moja limewekwa sugar. Lazima tu attain self sufficiency kwenye sukari. Na ukisoma ile dira ya taifa ina mambo manne. Tunataka kujenga taifa la namna gani? Taifa namba moja lenye ustawi kwa wote. 2, taifa jumuishi, maana kila mtu awe. 3, taifa lenye haki, na 4, taifa linalojitegemea. Sasa huwezi kuzungumzia kujitegemea kama hata chakula huwezi kujitegemea. Kwa tumesema kwenye swala la chakula tujitegemee, na sukari tumeweka namba 2, edible oil. Na nadhani Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, moja ya eneo ambalo tunajifunza hapa ni kwamba ni vigumu sana viwanda kufanikiwa kama havijawa linked properly na production of raw materials. Hili Mheshimiwa Waziri, hatutafanikiwa kwenye swala la mafuta ya kula kama tutaendelea kutokulink viwanda vya mafuta na production ya raw materials. Inamaanisha kwamba viwanda lazima vijihusishe na uzalishaji wa raw materials za mafuta. Ndio hiyo tu. Kwa mfano hivi viwanda ukiondoa, ukimwambia Sefa asizalishe miwa hapa, kutakuwa na kiwanda tena hapa? Kama utegemee tu wale growers. Kwa nadhani ni eneo tumejifunza. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, unaweza kalichukua hapo, ndio tulipo, kwa sababu tumejenga viwanda vya edible oil sehemu mbalimbali vikubwa, very big investment, but if we produce for 2, 3, 4 months vinafungwa. Kwa sababu gani? No raw materials. Kwa hili ni eneo tumejifunza. Kwa hiyo edible oil, lakini ya 3 ni swala la ngano, ambao bado tuna import a lot of things. Kwa hiyo lazima kwenye swala la sukari tulipo, kwa taarifa ya Wizara ya Kilimo, ni wazi kwamba hii inaondoka sasa kwenye sugar gap. Na kwa kweli pamoja na kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa umesema miaka mingi sasa tumeanza kushughulikia, lakini tushukuru Mungu kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa awamu ya 6, hili jambo unaweza kumsahau kwa yote, lakini utamkumbuka kwamba alimaliza swala la sugar gap katika nchi hii. Kwa hiyo bwana DG wa Sugar Board, hili tulisimamie liishe, kwa sababu viwanda vipo very serious, vina invest. Lakini umemsikia Sefu hapa kwamba anataka kuinvest 500 billion more, lakini they have problem na financing. Kwa sababu gani? Akienda kwenye benki watamuuliza, mbona mnaagiza sukari nje? Tukikupa hii wewe utafanya biashara ya kurudisha? This is something we really, as a country, as a government, we must take it very seriously. Tujinyime ili viwanda vyetu vipewe nafasi viweze kuinvest na sukari, mambo ya sugar gap yaishe. Itakuwa ni achievement kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais tukiweza kulimaliza hili jambo. Tunataka kuenhance, kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi, hususan bidhaa ambazo zimeongezewa thamani. Kwa mtindo ambao tunakwenda nao hapa, ni wazi kwamba ili tutafika huko, lakini tunaangalia swala la value addition. Tunataka bidhaa zetu zisisafirishwe kwenda nje bila kuongezewa thamani, iwe ni katika kilimo, katika madini, zote. Kwa hili na lenyewe tunaona kwamba linakwenda vizuri, na mwisho tunaangalia linkage, uhusiano kati ya sekta moja na sekta zingine. Unaona hapa perfect linkage, viwanda, kilimo, perfect linked, na inakwenda vizuri. Kwa hiyo hili ni eneo kubwa. Nilikuwa na hesabu tangu tuanze, again ukiacha wale ambao ndo wanaanza hivi viwanda vitatu tu, total investment mpaka leo 1.854 trillion shillings. Wameiwekeza trilioni 1.854. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hii imekuja kwenye mkoa wako, inamaanisha ina reflect kwenye GDP ya mkoa wako. Kwa obviously kwenye uchumi wa nchi wamechangia, lakini uchumi wa mkoa kwa maana kwa muda mfupi tu, na hii ni over the last 5 years wameinvest hela. Maana over the last 5 years kwa viwanda vitatu peke yake tumeshaongeza GDP mkoa wa Morogoro 1.854
trillion shillings.